Ni Sheila Nails and Beauty tena na tena. Kama kawaida kwenye ile season yetu ukweli hapa. Wanasema mmekuzidi wamemzidi. Bwana nakwambia Sheila Nails and Beauty kwa ajili ya wale wanawake wanaojisamini. Kwanza anafanya makeup, anafanya touch up, anafanya simple glam, anafanya pia bridal, yani ile full glam. Lakini pia kwenye masuala huduma za kucha, acrylic nail, gel polish. Kucha za jeli, anafanya pia manicure, pedicure, yani kuosha miguu. Kumbuka anapatikana hapa Arusha, ni pale Mianzini kwa Mama Riverside. Huduma ni nyingi, anakuambia anatoa huduma za kisasa za kitaalamu na zenye ubora wa hali ya juu kwa wale wanawake wanaojisamini. Lakini pia anasuka mitindo yote. Ana mawiving ya kufa mtu, anafanya pia twisting, yani hair style, hair treatment, ana blow dry. Lakini pia anauza zile pochi za kisasa, ana zile reni kali, cheni mitindo yote, na zile sendo za kijanja. Kwa wale wanawake wanaojisamini bwana. Hii ni 2026. Usikae ukafubaa wakati Sheila Nails and Beauty yupo. Onyesha urembo wako wewe mwanamke. Nimekuambia sendo zote unazoziona kwenye screen yako zinapatikanika pale ofisini kwake. Bei ni simple. Usije ukaona ile viatu vya bei ghali sana. Hapana. Yeye yuko tayari kwa ajili ya kupendezesha wewe mwanamke unayejisamini. Bei ni simple kweli kweli. Anakuambia lakini pale kwenye mitandao ya kijamii utampata pale YouTube, utampata Instagram na pale Facebook kwa jina la Sheila Nails and Beauty. Mambo yanakuwa yanaenda bulbul. Lakini pia katika mawasiliano ya simu kupitia 0766 650645 mambo yanakuwa yanakwenda bulbul. Unakuwa ubitisha na Sheila Nails and Beauty. Bwana kumbuka ni hapa Arusha pale Mianzini kwa Mama Riverside. Unampata vyema kabisa. Kumbuka huyu ndio mdhamini wa ukweli ambaye tuko naye katika filamu yetu ukweli. Hii hapa inaitwa The Quiet Village. Hii hapa ni sehemu ya 10, hakuna kuremba. Pale tulipoishia sehemu ya 9, tunasonga mbele. Mimi ni wako DJ XP official babake na Alvini. Hebu twende sawa. Wanaita The Quiet Village. Hii hapa ni sehemu ya 10. Kumbuka filamu yetu inatokea Iko Sawa Studio. Tunapatikana hapa Arusha. Ni maeneo ya Mbugani hapa. Bwana twende sawa sehemu ya 10 hapa. Mambo yalikuwa hivi. Kumbuka bibi Nafisa ndiye aliyeweza kugundua hili swala. Lakini mfalme huyu ni dada yangu. Akato alikuwa akiweza kujisifia kwamba ni dada yake huyu Nafisa. Hai tutazungumzeni baadaye tukishafika kijijini. Kumbuka wanatakiwa waweze kupewa ripoti wana kijiji wote kwa hichi ambacho kimegundulika kwamba udhaifu wa ushetani huyu mzee wa panga kwamba ni maji. Sasa wakati huo mfalme huyo hapa alikutana na mkewe. Vipi? Nini kimeweza kutokea huko? Ambia kikweli mke wangu leo nina furaha. Kumbuka ni kijiji cha kunong'ona, haitakiwi kelele. Huyo shetani ni balaa, mzee wa panga kwa panga. Sasa tumeshajua udhaifu wa hichi kiumbe, kwa hiyo hakuna shida kabisa tena mke wangu. Kumbe yule kiumbe anaogopa sana maji. Basi hizi ni habari nzuri mume wangu. Basi namaanisha kama ukiwa na vikao vyako kwenye kijiji inabidi wapeleke watu kule ziwani. Hicho ndicho kinachotakiwa tuweze kufanya kwa sasa. Kwa sababu kule unaweza kupiga kelele, ukaongea kwa nguvu na mkaelewana. Tofauti na hapa kijijini tunavyoweza kuishi mambo ni kunong'onezana. Língua estrangeira. Hili kuwa ni jambo la kufurahisha. Mambo ni kunong'ona, kelele itakiwi. Lakini pia wazo lako lile la kuweza kuondoka hapa kijijini linakuaje? Pilo ni wazo zuri. Tunaweza pia kuchukua maamuzi tukaongea na wanakijiji. Halafu mimi nitajua cha kufanya. Maana mfalme ana wasiwasi kwamba huyu kiumbe labda ametumwa hapa kijijini
kuna mtu labda analaana, amekoseana na miungu. Sasa leo walikuja huku ziwani, waliweka kikao kidogo. Hapa wana uhuru, wanaweza kuongea kwa sauti wanavyotaka. Jamani, sasa hivi tuna amani tukiwepo hapa. Hii ni step ya kwanza tumeweza kuipata. Kidogo angalau nina furaha. Huyo kiumbe yuko hapo pembeni ya ziwa. Yaani wakitoka tu na kelele zao wamekwisha. Lakini najua kuna watu wengine hawana furaha. Sasa kabla hatujawa tena na furaha, wakati mwingine inatakiwa tuweze kuacha hichi kijiji tuame. Sio tukatafute kijiji kingine. Huenda huko ili shetani alitaweza kutufuata. Maisha gani haya kunongonezana nchi kavu? Alafu kwenye maji tunaweza kuongea kwa uhuru. Hichi kitu hakiwezekani. Porque uma calamidade. Mfalme anahitaji waweze kuondoka wanakijiji wote hapa. Wakatafute kijiji kingine mbali. Huenda huko huyo shetani hataweza kuwafuata. Se deixarmos esta vila, quem você espera que resolva esta calamidade para... Kila mmoja alikuwa akiweza kuongea lake. Hakotoa anasema yeye yuko tayari kuondoka hapa. Kwa nini tuweze kuogopa shetani na tushajua udhaifu wake huu wa pili mkubwa? Sendo desrespeitoso aqui. Maji ndo tatizo. Líder, espera-se que você... Sasa huenda atatoka chota maji ya kutosha. Akaitwa kwa kelele. Akija na mwagiwa maji huenda hata akafa. Na sisi tukaendelea kuishi pasina shida yoyote katika hichi kijiji. Miaka na miaka tumekuwa tukiishi hapa. Tunaondokaje sasa? Pense, porque não podemos... Tunaondokaje? Wazazi wetu waliweza kuishi hapa, babu zetu. Que você se casa com Na sisi ndo tunaishi hapa. No. Tatizo ndo limetokea tu. Não, você não pode... Fifiri bidi ya bishane na Akoto. Pode. Akaambia wewe hujui. Ni vyema zaidi kumsikiliza mfalme. Haina haja ya kubishana na mfalme. Huyu ndo mwenye kauli ya mwisho hapa kijijini. Vida dele em risco. Você já pararia com isso? Sim. Lakini hata aegiwa. Como ele disse. Asema ni kitu ambacho hakiwezekani. Hichi ni kijiji chetu. Tuna maji. Ta vila e ele deve... Kisa huyu shetani mpya tu alikokuja hapa. Elas dão errado. Tupambane mpaka mwisho. Lakini kakaka ambaye ni Ofoi anaambia Yegiwa, tambua kwamba huyu hapa ni mfalme. Ndiye mwenye mamlaka yote. Asema hata kama mimi siwezi kuondoka hapa. Nimezaliwa papa. Nimekulia papa. Nikimbie. Kisa shetani anajua tu utulivu ndio unaotakiwa hapa. Acho que todos nós... Mambo ya kunongona, maisha yaendelee. Dizendo. Vamos deixar este lugar primeiro. Hai, kama kawaida nimekuambia usiwaze. Yaani filamu hii kuna sauti inakuja na inaondoka. Hai, ni kwa sababu hichi kipande kilivyoweza kutoka. Lakini tunakwenda sawa. Estão apoiando. Nyinyi wote mtakuwa mmeweza kurukwa na akili. Isso. Yaani wanakijiji wote hapa tuwachukue. Precisa lutar. Sabe? Alafu waondoke. Vocês podem ir embora. Mimi sipo tayari. Peço. Nitakaa hapa mwanzo mpaka mwisho. Hata kama nikifa nifie hapa hapa na nizikiwa hapa hapa. Não, isso é desrespeitoso. Angalia, wewe unamkosea mfalme heshima. Pode falar assim. Sasa ikawa ni malumbano hapo ziwani wakiwa kwenye mtumbwi. Kuna wengine wanataka kuondoka na mfalme, kuna wengine wanataka kuweza kubaki. Basi mfalme alisema inatosha. Haina haja ya kuweza kulumbana. Sitaki muweze kugombana, nyote ni kitu kimoja. Mimi ndio mwenye kauli ya mwisho. Kama mtahitaji kufuatana na mimi sawa. Mimi simforce mtu yoyote kunifuata katika safari ya kwenda kutafuta makazi mapya. Wakati mwingine hatuwezi kufanya kikao na mwanamke mwenye kuropoka design hii. Na Fifi usiongee na mke wangu hivyo. Usimwambie hivyo. Hasa mke wako ni mkosefu wa heshima, na mkosea paka mfalme. Na ndio mwenye kauli ya mwisho. Sasa nyumbani. Egiwa na kakake Ofoi. Hivi unajua yule ni mfalme ulikuwa ukiongea naye? Wewe unajaribu kuweza kumkemea mfalme. Na unajua kabisa taratibu ya kuongea na mfalme nitakuwa ujishushe. Nani alikuambiaga mfalme anaongeleshwa vile? Mimi nahitaji tuweze kuondoka na mfalme kwenda kutafuta makazi mapya. Hapa wote tutauawa na huyu ni shetani. Lakini Egiwa anamwambia kaka yake yeye hawezi kuondoka. Mimi na nani mkubwa? Mimi si ndo kaka yako. Wewe unataka unisikilize, mimi ndo mwenye kauli ya mwisho. Unachongangania hapa kijijini ni nini? Ni kifo?
Vyovyote unavyoongea, utake usitake, lakini utaambatana na mimi pamoja na mfalme kwenda kutafuta makazi mapya. Sitorudia tena kuzungumza hivyo. Alikuja mdogo mtu. Kaka alimwambia ongea na dada yako vizuri. Ni lazima tuweze kuondoka hapa. Safari ni moja. Wana kijiji pamoja na mfalme. Dada, nini kinaendelea? Mbona umemuuzi kaka hivyo? Egiwa hataki kuelewa kwa sababu ya mpenzi wake Akoto. Deixe-me mostrar. Haya, mchakato ndo ulikuwa ndo hivyo. Haya basi, moja kwa moja huku tunakutana na mtaalamu Boteng pamoja na dada yake huyu. Mara katio nazi imeanguka. Kelele tayari, mchakato umesikika. Mzee wa kazi huyu hapa na upanga wake. Hataki kuelewa. Mmeniita. Yaani alioniita. Toa mlio hapo uone. Yaani hata kasimu kaite. Chafya tu. Inakuponza unakufa. Boteng na dada zake. Huyu hapa. Alisukuma nazi kule. Ile shetani bidi aweze kuifuata huyo kiumbe huyo. Ambia sasa, taratibu. Haya. Watu wanakusanya virago. Nikuama hichi kijiji. Nishakuwa msala. Maisha ya kunongonezana mpaka lini? Na watu walikuwa wakiongeaga tu fresh. Wanacheka, wanaimba. Lakini leo hii imeingia zahama. Style ni kunongonezana. Hii ni hatari kweli kweli. Wakati huko na Fifi mbio mbio na dada yake Mansa na mdogo wake huyu wa kiume ni kusanya virago. Lakini Mansa kama amechukia na yeye kuweza kuondoka hapa kijijini. Fifi alimrudia, wewe tatizo ni nini? Mansa ambia mimi sitaki kuondoka. Ambia shauri lako, kama utaki baki hapa. Kifo ndio kinakusubiri. Ilibidi aende hivyo hivyo. Watu wanaacha nyumba zao wakatafute mahali kwenye usalama. Haya, tangulia. Sijifanye unazirazira hapa. Hamna mtu kubaki nyuma. Haya, na huku mtaalamu Ofoi yuko na wadogo zake hawa wawili wa kike. Lakini kumbuka, Egiwa amegoma kuweza kuondoka kwenye hichi kijiji. Yeye pamoja na Akoto. Jamako yuko huku. Baharini huku ziwani huku. Meu amor, hapa yuko huko tu. Contra meu povo deixar a vila. Pamoja Sabemos que eu adoro ir com ele. Ambaye ni Egiwa. Para poder protegê-los. Este lugar. Huku no mahali watu wanakuja kuongea kwa sauti. Hapa hawazuriki. Mas também não posso ir sem você. Não posso deixá-lo para trás. Entenda, meu amor. Wakati huo sasa, Egiwa alikuwa akiweza kumwambia Akoto kwamba amwahidi. Yeye amegoma kuondoka na ndugu yake. Mas se puder, amechagua kubaki na yeye. Como este ter essa conversa. Kwamba sije akamwangusha. Que pudermos. Ndiye anemtegemea. Wakati Akoto anamwambia kabisa, unajua jinsi ninavyokupenda. Para trás e proteger nossa família. Maisha yetu yote ni hapa. Hakuna kwenda mahali. Uweza kwenda huko wanakoelekea. Huyu kiumbe pia yupo huko. Sio hapa tu. Tunaweza tukakwepa ili tukakutana nalo lingine huko mbele. Esta
é a terra que nossos antepassados Haina haja kuweza kusikiliza kabisa por ela kaka yako custo. Ofowi. Você está certo. Nisikilize mimi. Maana yeye hata kuoa. Mimi ndio nene kuoa. Só isso. Amemwangalie jinsi anavyoweza kututizama. Falando sobre essa coisa terrível. Hivi kweli tutaweza kuishi naye mazingira haya? Mimi sijui. Basi wakati huo nikwambie hapo ilikuwa ni sehemu ya 10. Sehemu ya 11 atakayojiri ni yapi? Ni haya hapa. Twende sambamba ukiwa na mimi DJ XP. Babaki na Alvin Official. Sehemu ya 11 hii hapo inafuata.